Leo tunazungumzia tukio ambalo watu wengi waliona lakini si wengi walielewa maana yake. St. John Ambulance Annual Parade na inspection ilikuwa nini hasa? Rais alifanya nini pale na watu waliondoka na matumaini gani? Lakini kabla hatujaingia ndani kabisa, chukua sekunde zako 5 kwenda 10, bonyeza subscribe, piga like na share video hii ili usikose uchambuzi kama huu. Asante. Linaonekana kama gwaride la kawaida lakini ndani yake lina ujumbe mkubwa kuhusu huduma, uongozi, matumaini. Siku ilianza kwa utulivu, watu waliwasili mapema wakiwa wamevaa sare zao kwa umakini. Kulikuwa na wa kujitolea wa St. John Ambulance, viongozi wa taasisi, wageni mbalimbali na watu waliokuja kushuhudia tukio hilo. Sio kila mtu aliyekuja kwa sababu ya siasa, wengine walikuja kwa sababu wamejitolea mwaka mzima kusaidia watu katika ajali, dharura na nyakati ngumu wanazozipitia. Na hapa ndipo shughuli rasmi ilipoanza. Baada ya taratibu za mwanzo, Rais William Ruto aliwasili kama mgeni mkuu. Kazi yake ilikuwa kufanya kampeni. Alifika kama kiongozi aliyehusishwa na taasisi hiyo kwenye ghafla na kitaifa ya kutambua huduma na kujitolea. Ukaguzi ukaanza. Mistari ya washiriki ikasimama kwa mpangilio. Kulikuwa na heshima ya sare, nidhamu na maandalizi. Ukaguzi wa aina hii huwa na ujumbe mmoja. Je, tuko tayari kuhudumia watu wakati wa dharura? Kwa sababu St. John ni taasisi ya maneno. Ni taasisi ambayo kazi yake huonekana wakati watu wengine wanakimbia kutoka kwenye tatizo, wao wanakimbilia kusaidia. Thank you, Your Excellency, for your inspection. I now have your permission to follow and carry on, Your Excellency. Thank you, sir. Thank you, Your Excellency. Baada ya ukaguzi wa walinde, Rais William Ruto alianza kuhutubia wananchi pamoja na waliokuwa karibu na yeye. Katika ujumbe wake alielekeza macho kwenye huduma kwa jamii.
Wazo kuu lilikuwa kwamba bado kuna watu wanaoweka maisha ya wengine mbele. Aliwapongeza waliojitolea, akazungumzia umuhimu wa afya, huduma za dharura na ushirikiano. Lakini hapa ndipo sehemu ambayo watu wengi huanza kufikiria zaidi, kwa sababu kila hotuba ya kiongozi huwa na sehemu mbili. Kuna kile kinachosemwa na kuna kile ambacho wananchi husubiri kuona baada ya kusema. Sababu hapa aliweza kuelekeza maneno ya SHA ambako wananchi wengi wanapiga kelele wakisema kwamba SHA haiwezi kufanya kazi. Aliweza kupeana hotuba kuhusu SHA na vile ambavyo inafanya kazi. Through the Highway Emergency Response Project, you extended life-saving support to thousands of road users. Through the Mama na Mwana program, you have stood beside mothers and newborns in Kajiado County. Pongezi. Behind every number is a life touched, a family protected, and a future preserved. The first responder is rarely a doctor or a paramedic. More often, it is a neighbor, a teacher, a parent, and a passerby who chose not to look away. That is why I fully support your aspiration of at least one trained first aider in every Kenyan household. And we will work with you to make sure that you achieve that aspiration. A nation that equips its people to save lives is a nation that is stronger, safer, and more resilient. The need has never been greater. Last year, more than 5,000 Kenyans lost their lives on our roads. Thousands more suffered injuries that altered their lives forever. Many could have been saved if help had arrived sooner, or if a trained responder had been nearby during the first few critical minutes after an accident. Your work in those moments is often the difference between a funeral and a homecoming. That is why the government of Kenya will continue working with St. John's Ambulance Kenya and the Ministry of Health to strengthen emergency response systems, expand ambulance coverage, and improve coordination. St. John's Ambulance Kenya also holds a place of distinction within the global order, one of a select number of priorities. Rais William Ruto alipokuwa akiendelea na hotuba yake, wananchi walionekana kuwa na furaha nyingi katika mkutano huo. Ila hiyo furaha haikujulikana ni kwa nini ama ni ahadi alizoendelea kuwapa na kuweza kuenembea katika akili zao. Na ukiona watu wakipiga makofi, usifikirie kila mmoja ana maana moja. Wapo waliokuwa wanafurahia kutambuliwa, wapo waliokuwa wanafurahia heshima ya fiku, wapo waliokuwa na matumaini, na wapo waliokuwa wakisema ndani kwa ndani, tutangoja tuone. Kwa sababu watu wengi leo hawapimi maneno pekee kama vile iliyokuwa ahadi zake nyingi alizoendelea kuwapa Wakenya, na wanapofurahia anaona ya kwamba Wakenya hao wameingia katika roho zake na atakuwa anashinda pamoja na hizo kula zao. Ahadi ni rahisi, utekelezaji ni ngumu. Mtu anaweza kusikia tutaimarisha huduma, lakini baadaye ajiulize itaanza lini, itaonekana wapi, itawasaidia nani, matokeo yatakuwa yapi? Na haya si maswali ya kupinga, ni maswali ya kawaida ya wananchi, kwa sababu matumaini bila matokeo huanza kuchoka, lakini matumaini yakikutana na hatua ndipo imani hujengwa. Chukua sekunde zako 5 kwenda 10, bonyeza subscribe, piga like na share video hii ili usikose uchambuzi kama huu.
Asante kwa kusapoti chanelo hii na kusubscribe. Baada ya hotuba, shughuli ziliendelea kwa heshima na utambuzi wa washiriki. Siku ikaendelea kwa salamu, kuwatambua waliojitolea na kuhitimisha ratiba ya hafla. Lakini jambo moja likabaki: hotuba huisha, sherehe huisha, lakini kazi ndiyo huanza. Ukiondoa magari, ukiondoa viongozi, ukiondoa kamera, kinachobaki ni swali moja. Je, jamii yetu ina watu wa kusimama wakati wengine wanahitaji msaada? Kwa sababu kuna watu walioko St. John ambao hawajulikani, hawako kwenye vichwa vya habari, lakini wamewahi kuokoa maisha. Na wakati mwingine huo ndio ushindi mkubwa kuliko makofi. Mwisho wa siku, wengine waliondoka na furaha, wengine waliondoka na matumaini, wengine waliondoka na maswali. Lakini muda ndio unaobadilisha hotuba kuwa historia, na historia mara nyingi inaihesabu maneno, historia huangalia matokeo. Na wewe unaonaje kuhusu tukio hilo? Je, hafla kama hizi zinaongeza matumaini ya kweli, au wananchi wanasubiri kuona matendo kwanza? Andika maoni yako hapo kwenye chini ya comment. Nasema ni asante kwa kutufuatilia mpaka mwisho. Hii ni channel yako GT Hall.